Naam, Swadakta mtazamaji, ni usiku maalum. Karibu mtazamaji popote ulipo kwa matangazo haya ya kipekee, kwani mbali na kukujulisha habari za siku, tumekuandalia mjadala maalum kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 ambao umedhibiti mazungumzo ya kisiasa, kiserikali na hata mazungumzo kati ya wananchi wa kawaida. Usiku maalum unaambatana na maandalizi maalum, na ndio sababu mtazamaji, kwa mara ya kwanza kwa lugha hii tunakuletea matangazo haya kutoka studio za runinga ya Ramogi, hapa katika kitovu cha utangazaji cha kampuni ya Royal Media Services. Mimi ni Lulu Hassan. And I'm Jeff Kinanga, and you are so right, Lulu. Coming to you in this language for the very first time, live from the Ramogi TV studios. You know, extraordinary times call for extraordinary measures. And tonight, across the Royal Media Services platform, we bring you this single-issue extraordinary broadcast. For the last few weeks, the country has been swinging between debate and discord, harmony and acrimony, clarity and confusion, contrast and contradiction, and between agreement and disagreement. And the Finance Bill 2023 is the subject matter of all those opposites. Naam, Swadakta Jeff Koinange, ama kwa hakika mswada wa fedha mtazamaji ndio mada ya siku usiku huu maalum, ambapo vituo vyetu vyote hapa Royal Media ileo vitangazia swala hilo nje na ndani, juu na chini, kushoto kulia, pembeni na kila upande. Kutoka studio za Ramogi tutakupeleka hadi ukumbi maalum wa wadau, ambapo wenzetu Rashid Abdalla na Trevor Ombija watachukua usukani. On our single issue tonight, we'll be focusing on three key issues from the finance bill. First, on how this affects the housing levy, 3% basic pay, employer contribution to be matched, and of course the maximum at 5,000 shillings. We'll also be speaking about the impact of the finance bill on the cost of living, talking about the VAT on fuel rising to 16%, the exemption of LPG, and so many other conversations around VAT. The third issue is the impact of the finance bill on the cost of doing business. We'll be talking about the turnover tax, the excess taxes, digital content tax, rental income tax, and of course this will be the source of the truth. My name is Sam Gituki, and of course with Nimrod here. Bila shaka, mimi naitwa Nimrod Tabu na najumuika naye bila shaka Sam Gituku, na bila shaka tutakuwa tunawahoji wataalamu wa fedha na wadadisi wa masuala ya kiuchumi
kuhusu swala zima la ushuru na vile vile masuala ya nyumba, gharama ya maisha, gharama ya kufanya biashara na vile vile mengineo. Aidha, kikao hiki kitasaidia kufafanua zaidi yaliyomo na haswa yatakayokuathiri wewe Mkenya na vile vile Mkenya wa kawaida, ili iwe umeajiriwa au ikiwa huna ajira yoyote. Basi hapa studioni tumebahatika sana kuwa na wadadisi watakao tusaidia. Tunaye Molem Achayo kutoka ISPAC, tunaye John Kinuthia kutoka kituo cha International Budget Partnership maarufu IBP, tunaye Kwame Oino, afisa mkuu wa taasisi ya masuala ya kiuchumi IEA, tunaye Davis Tayo ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kifedha, na bila shaka tunaye pia Bilo Kero aliyekuwa mbunge na vile vile mwanaseneti ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi mwenye uzoefu mkubwa. Bila shaka basi serikali inataka kuchovya buyu la asali. Buyu hilo la asali linamilikiwa na Mkenya, ama sivyo? Sawa. And indeed, of course, we agree that our studio is the studio, strict reference. Panelists here have agreed to keep it straight and factual. From this studio, a number will mean the number, and words will mean exactly what they mean. For whatever shall fall short of the glory, we shall seek answers in another studio where Lincoln Jogo and Ayub Abdikadir are standing by. Thank you, Sam, and thank you, Nimrod. If your studio is one of the strict reference, then welcome to the studio of ultimate answers, or should I say, the studio of the last resort. We are in Enoro TV Center, which tonight assumes a temporary title of the government studio. Here, we engage representatives of the government on all matters, the Finance Bill 2023. All questions from the three different studios will end up here for clarity and hopefully final answers and solutions. I am Ayub Abdikadir. Naam, wawakilishi hawa kutoka serikali ni pamoja na waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria ambaye tayari amejiunga nasi kupitia mtandao wa Zoom kutoka kule maeneo ya Belarus. Atakuwa kituelezea mengi zaidi. Tutakuwa pia naye Ndende Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu masuala ya bajeti. Atakuwa pia Kimani Kuria ambaye ni mbunge wa Moro, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya fedha. Atakuwa kijiunga nasi, na bila shaka tutakuwa naye David Ochieng ambaye ni mbunge wa Ugenya. Bila shaka pia atakuwa akijiunga nasi Charles Hinga ambaye ni katibu wa masuala ya nyumba, likiwa ni moja kwa masuala ambayo yamezua mambo mengi sana swala hili la nyumba. And moving forward, there you have it. And the government panel will set us off this evening. But first, we go back to Jeff and Lulu for more highlights of the evening. Naam, asante sana. Kwa hakika ni kikosi cha nguvu, mtazamaji, tutakujuza mbivu na mbichi. Asante Ayub na vile vile Lincoln. Mbali na studio mtazamaji zetu hapa jijini Nairobi, tumewajumuisha waandishi wetu wa mashineni akiwemo Laura Otieno kutoka Kisumu, na pia vile vile Maria Nyambura kutoka Nakuru, na pia vile vile John Wanyama kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Now we'll also be listening to views from different parts of the country, including Samburu, Nyeri, and the streets of the nation's capital, Nairobi. And of course, feedback from you on our hashtag, The Big Conversation. Naam, so dakta mtazamaji, tunaanza usiku huu maalum na taarifa kwamba Rais William Ruto hii leo alitumia maombi ya kitaifa kama ukumbi wa kutetea mpango wake wa hazina ya nyumba. Rais Ruto ameliambia taifa kwamba mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu utakuwa ni ishara ya Wakenya kuwajali wenzao, haswa wale wasiokuwa na uwezo wa kifedha. If we feel the pain of the 3%, then it's because we are alive. But if we feel the pain of the millions of young people who are looking for a job, if we feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums, then we are human beings. 7 million Kenyans today live in informal settlements, suffer the indignity of living in settlements that do not have adequate water, do not have adequate sanitation. They are our brothers and sisters. Naam, naye kinara wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba upinzani utatumia njia zote kupinga mswada wa fedha.
wacha hiyo mambo mazuri ya manyumba hiyo. Kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hiyo bajeti, ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Wakenya. Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas. Sasa sisi tumesema yule ambaye ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda imefanya nini? Si punda imechoka. Kesho wataweka hiyo finance bill kwa bunge. Jumaa ambayo Alhamisi ambayo inakuja tutasoma bajeti. Okay? Baada ya kusoma bajeti wataleta hiyo finance bill. Wakileta hiyo finance bill na hii tutapiga parapanda. Kwamba sisi tunataka tuwaonyeshe hao watu ya kwamba punda imechoka. Punda imechoka. Naam, so Dr. mtazamaji, na sasa Jeff, mjadala wetu unaanza. Indeed, Lulu, indeed. The big conversation is here, and we start off with the Inoro Studios, now renamed Government Studios, for purposes of this conversation. Over to our very own Ayub Abdul Kadir and Lincoln Jogu. Thank you, Jeff. It's possible for them to be self-sufficient in agriculture. What do we have in Kenya? Everybody is living in every other corner, which makes it very impossible for mechanization of agriculture, which is something else we are trying to solve. And three, as the president and all the people in government have said it again and again, that we are doing this project because of the multiplier effect of the project. That once you build a house, it is much more than the person who is going to live in that house. It is about that fundi, that carpenter, that transporter. The multiplier effect is unimaginable in terms of the number of people who are impacted by this program. Lakini waziri Moses Kuria, ukisikiliza zaidi na ukitazama zaidi mjadala huu ambao
tumekuwa nao kwa kipindi kirefu, kwa majuma kama matatu hivi, waziri, utakubaliana nami kwamba sauti inayosikika zaidi ni sauti ya serikali kuu na sio serikali za kaunti. Unaposema kwamba huu ni mradi ambao unaendeshwa zaidi na serikali za kaunti, hapa tunaona kuna mchanganyiko kidogo. Hatujapata sauti ya baraza la magavana, hatujapata sauti ya magavana zaidi. Sauti inayosikika zaidi ni ya rais, naibu wa rais na wabunge ambao wanawakilisha bunge la kitaifa na sio kaunti, waziri. Na sasa hapo ndio nakuelekeza ndugu yangu, uulize magavana, ni gavana gani hataki manyumba? Ni gavana gani hataki kazi kwa watu wake? Ni gavana gani hana shida ya ajira kwa watu? Mimi nawaelekeza nyinyi wanahabari, mwende muwaulize magavana, sauti yenu iko wapi? Wewe hautaki kazi ya watu wako. Nikupatie mfano, niko na mpango mwingine tunafanya upande wa industrialization, ambapo tunaunda zile tunaita county aggregation and industrial park, ambapo kila county tutengeneza kazi ajira, nafasi zilizopungua kazi pamoja magavana na wizara yangu na serikali kuu, na sauti yangu na magavana inasikika, kwa sababu nyinyi wanahabari mnauliza. Sasa mimi ndugu yangu nikakuuliza, umpigie Gladys Wanga, muulize Gladys Wanga, hapo Homa Bay hautaki kazi ya vijana? Hapo Homa Bay hautaki maseremala wapate kazi? Hapo Homa Bay hakuna watu wanaishi katika vitongoji duni? So lazima hii jambo ikuwe ni mradi mmoja ambao hatuna utata, hatuna kusukumana, kwa sababu tunaweza kutofautiana kwa mambo yote. Tunaweza kutofautiana kwa siasa, tunaweza kutofautiana hata kwa uchaguzi, nani alishinda nani hakushinda, lakini hatuwezi kutofautiana ya kwamba janga la ukosefu wa kazi, janga la makao duni haijui mtu wa Azimio na mtu wa Kenya Kwanza, hajui Mjaruo, Mkikuyu, Mjikenda. Kuna mambo ambayo sisi kama nchi lazima ifike pahali tuanze kuulizana ya kwamba hatuwezi tukasema ya kwamba ikifika mambo ya ajira, ikifika mambo ya vile watu wanaishi, ikifika mambo ya mavazi, kwamba hili jambo halina serikali na haina upinzani, haina serikali kuu, haina serikali ya ugatuzi. Mimi ningependelea sana kufika pahali ya kwamba jambo kama hili la makao ya kazi, ajira, mambo ya hali ya maisha ifike hapa ya kwamba tuvutane mambo mengine, lakini yale ambayo yanadhiri wananchi wetu tuseme hii hapana, hii sisi kama nchi tuko pamoja. Mimi nakuelekeza nchi ya bila shaka waziri, tutakuwa tukija kwako katika kipindi kifupi kijacho, lakini kwanza pia tuweze kusikia hisia zake Charles Hinga ambaye ni katibu wa nyumba. And P.S. Hinga, going by coming back to this statement the President made today, he extensively talked about the slums upgrading program, and this is in line with the affordable housing program that the national government is pushing for, and you in particular, who was the face of it. Clear there around it, whether it's an affordable housing program or slums upgrading program by the national government. Thank you very much, and good evening to you and to your viewers. There is no confusion. We have a housing challenge in this country, and in order to resolve the housing challenges that we have in the country, we have subdivided the issues into several categories. First, for those people who live in the slums, they are considered under our program, which is called social housing. And social housing, essentially, when you start looking at income, and that is not both formal and informal, you're looking at people who are earning 20,000 and below. They have their own program that has, for example, they get into a tenant purchase scheme to buy a unit which is 600,000 shillings, which is a studio, and they will be able to pay 2,500 shillings at 3%. You have a one-bedroom unit, which is going for 1 million shillings, and that one-bedroom unit will cost them 4,500 shillings, and again for a period of time, up to 25 years, again at 3%. And then you have the last category of typologies for social housing, which is a two-bedroom unit, and that unit will cost 1.4 million and will cost 6,500 shillings. That is social housing. And it targets largely the people who live in the informal settlement and slums. Then you have affordable housing. And affordable housing is also bundled
in three categories. You have what you call the low-cost housing, targeting the low-income earners, that is 20,000 to 50,000 Kenya shillings. Then you have got those who earn 50,000 to 100,000. We call that mortgage gap. And it is a mortgage gap because they can walk into a bank, they can get a mortgage, but it's not affordable to them. They will pay almost the entire salary for that unit. And then lastly, you have got what we call the mortgage market, and that is from 100,000 shillings and above. So those are all the categories of housing that we are dealing with, and we have to solve for all of them. Okay. Na, katibu, kuna swala ambalo lilizungumzia hapo jana wakati ulikuwa mbele ya kamati ya bunge la kuhusiana na masuala ya fedha, na ulizungumza kuhusiana na mchango wa chini hata shilingi 300 kwa mwezi. Hizi nyumba ambazo nazitaja hapa, nyingine ni 1,000,000, nyingine nyumba moja ni shilingi 1,500,000. Itachukua kipindi kipi kwa mtu ambaye anachangia shilingi 300 kwa mwezi kumiliki hii nyumba? Na swali la pili, ni mfumo upi utatumika ili kubaini kwamba huyu ambaye ametoa shilingi 300 kwa mwezi ndiye atakayenufaika na hizi nyumba? Allow me first of all to answer that question in English, because it's a really fundamental question, and I don't know whether I'll be able to express myself very well in Swahili. This is water, sewer, and electricity to that site. Number 3, we have removed so many costs that make the example. We have taken away VAT, and VAT is quite once you have lowered the cost of the unit, that's how we are able to get the 1 million, the 2 million, and the 3 million unit. Otherwise, the 3 million, which is going for about 7.65 in the market. Those houses are going to be built by investors that we are onboarding every other day. We have seen, we've been publishing in the papers, inviting strategic partners and investors to come and build those houses. They will build those houses, and then the fund will offtake those units from the investors upon completion. So a couple of things have happened here. One, you get the houses to be constructed from today. You're bringing in investment into the economy while creating the jobs that we need. But at the same time, you have not yet burdened on the exchequer. Then lastly, you offtake those units, and we pay the investor, and they go and build another program somewhere. Let me finish, because this is important. You've asked an important question. Briefly, because of time. Yeah, but please, let's create time, because this thing has caused a lot of confusion because of then you take a sound bite. And then that sound bite is what you're going to play out there, because I don't think also some of our fourth estate institutions just want to give in the truth. So once the units are off-taken, the fund then will enter into a contract with you, the homeowner, so that you can substitute what you're paying for rent wherever you are, and you can pay for that unit over a period of time. And that's how we are saying you can pay for that unit for 25 years. So for example, up to 30 years. So the 1 bedroom, 1 million, you'll pay 5,000 shillings, which is probably the same amount of money you're paying for rent, then you substitute. But the money that you have put in, so let me give you the example. The highest person will only pay 210,000 shillings over 7 years. There is no house even for 210,000. But it is a pooling of money, which gives us the offtake cash that allows us to buy those units from the investor. And then we enter into an arrangement with you where we have got what is called patient money. And you can pay slowly at the size of your pocket. Thank you. Thank you. And Honorable David, coming to you, the next stage is Parliament, and tomorrow is Thursday when this bill will come up for the second reading of the debate. What persuades you, or how will you persuade your fellow colleagues to support it or reject it? Thank you so much. First of all, the bill is not coming up for debate tomorrow. It's still not ripe for the second reading. But I wanted to start by saying that our Constitution, at Article 43, recognizes everyone's right to, a good housing environment. Just like it talks about health, talks about social security. And so from the word go,
we believed when we gave ourselves the constitution that pulling together for housing is one of the things that the country wants us to do as a people. That myself, yourself, and the other person has an interest in ensuring that we all enjoy a good housing environment, a good health environment, a good social security environment. So I want to start from that basis. It's not from nowhere. From the fact that we all have a stake in all of us living in places that are sanitable, that are good. Number two is that everyone in the last 10, 15 years that has led this country has thought about housing levy. Because it's the right thing to do. The right thing to do is to ensure that all of us have places to stay that are humane. So the biggest issue has been whether this should be voluntary or mandatory. I don't think anybody has an issue with government playing a role in having cheap housing for Kenyans. Okay. And so I believe personally that those of us, and I've said this severally, not everyone will contribute to the housing levy wants a house. And that's why even the question about whether everyone will get a house or not doesn't arise. Some people will contribute, but they don't need the housing. So those who contribute that don't need the housing will then create room for those who contribute and require the houses. Okay. Shukran sana, na tutakuja kwako baadaye tuweze kujua kama kweli bunge litapitisha mswada huu ukiwa na mabadiliko kidogo ama hakutakuwa na mabadiliko, kwa sababu tumesikia sauti kwamba mswada wenyewe utapita jinsi ulivyo. Tumesikia sauti kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba tuna numbers upande wetu, tuna idadi tosha ya wabunge kupitisha, utabadilishwa au utabadilishwa. Lakini kwanza tuende kwake Trevor Umbija na Rashid Abdalla wapate kutuelezea wadau tofauti wana yepi ya kusema kuhusiana na mswada huu, hasa swala hili nyeti la umiliki wa nyumba. Naam, shukran sana Lincoln Njogu ukiwa na Ayub Abdikadir upande ule wa pili. Kwa kweli tupo na wadau kutoka sekta tofauti na wamekuwa wanasikiza kwa makini zaidi. Na pengine nitakuja moja kwa moja kwa Jude Njomo ambaye alikuwa mbunge wa kule Kiambu Town. Kwa ufupi ni kwamba kama unaweza kusikia maneno ya Waziri Moses Kuria, anasema tunaweza kukubali kuweka siasa kwa masuala mengine ama tukapinga masuala mengine. Katika masuala ya bei ama kwa nyumba za bei nafuu, hapo hatustahili kuleta siasa, kwa sababu huu ndio mpango bora wa kuzalisha nafasi za kazi, kuwapa wasio na nyumba nafasi ya kuwa na nyumba, na pia vile kuvutia uwekezaji nchini Kenya. Asante sana Rashid na Trevor, na asante sana kwa kuturuhusu tukuje kwa studio tujadiliane hii maneno, na pia tushukuru katiba yetu kwa siku ya leo tunaweza ongea juu ya budget ambayo haijasomwa. Hapo awali tulikuwa tunagojea hiyo Thursday, tunaambiwa kutoka saa 6 usiku pesa imepanda. Lakini kwa sasa katiba inaturuhusu tuwe na nafasi ya kujadiliana mambo ya budget. Ni kweli hivyo wasemaji wamesema. Hii doto, kama vile niliambia kamiti ya finance, hii doto ya nyumba ni doto mzuri sana. Lakini shida ni ile njia na taratibu zile zinafuatwa ili tufike kwa hiyo doto. Na ndiposa nikasema kama ningepata nafasi ya kuongea na rais wetu, ningempatia Bible nimwambie asome kitabu ya Exodus. Aone yule mkubwa alikuwa wa Misri, alikuwa na doto kubwa ya watu yake, lakini hakujua vile atafikisha hiyo doto, na hivi akatafuta mtu anaitwa Joseph. Joseph akamtabiria doto yake, akajua vile atafanya. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide nyumba kwa watu wetu. Kuna doto mzuri sana ya kuprovide kazi kwa watu wetu. Lakini sijaona wakati mwingine au nchi nyingine yoyote ambayo wewe unapewa mshahara yako, unaambiwa hii mshahara yako kwanza fanya hivi. Umefanya kazi siku 30, uko na uhuru ya kuchagua unataka kufanya nini na pesa yako. Kuprioritize, ujue priority yangu ya kwanza ni kufundisha watoto. Sasa tunaambiwa wewe priority ya kwanza ni kujenga nyumba. Wengine wale ambao wataambiwa wajenge nyumba tayari wamejenga. Wengine ziko nusu. Wengine amenunua plot anataka sasa kukopa loan aende akajenge nyumba, lakini anaambiwa sasa kwanza peleka zile kule. Ya pili, kwa watu wetu ambao wanakaa huko up country, tunajua hizi nyumba zinajengwa kwa towns. Yule mwalimu ambaye anafundisha kule mwisho ya rami huko na anataka kujenga huko, yeye atasaidiwa namna gani? Ya tatu, kila wakati mradi inaoanzishwa, kitu ya kwanza ni kutengeneza plani yake, a legal framework
Ati hii ndio taratibu ile tutatumia wakati tunafanya hii kazi. Kama mimi niko miaka 57 nianze kucontribute leo, baada ya miaka 3 ni retire, pesa yangu itafanya namna gani? Hatujaambiwa. So tunasema ndoto ni mzuri, lakini it has not been communicated to us effectively ili tuweze kujua hii ndoto mimi kwangu binafsi itanisaidia namna gani. Ya pili, tunaambiwa italeta makazi mingi sana, vijana wetu wataandikwa. Tuliangalia reli, kweli ilijengwa kutoka Mombasa imefika Naivasha. Ni kweli ilileta kazi miaka 3. Sasa reli imeisha, wapi hizo kazi? Hata hii sasa itakuja ikuwe kazi kubwa, na tunajua wakati pesa imekuwa mingi, na hii 3% is collecting 9 billion shillings every month, so there is a lot of money. Hizi projects zitakuwa kubwa, na tunaambiwa ni investors wanakuja kutengeneza, watakuja na watu wao, wakuja na engineers wao, wakuja na painters na mpaka madriver wetu watasukuma wheelbarrow pekee na kuchimba mashimo. We want more quality jobs na more jobs than what we are going to get. So tunataka a better legal framework kitabu tuanze kupata hii pesa. Na bila shaka nafikiri kama unaweza kusikia na kwamba hana shida nao, lakini kuna mengi ambao akubaleni nayo ameweza kuyazungumzia. Umeweza kusikia kwamba viongozi wanasema kwamba itasaidia sana iweza kuwezesha wale wasiojiweza wanaofanya kazi ambao wana kipato kikubwa, baada ya muda fulani wanapokuwa wanakata waje waweze kumiliki nyumba zao. Wewe kama mfanyikazi ambaye unarauka kila asubuhi, unadhani kwamba huu ndio mpango usio kufanya kesho umiliki nyumba yako? Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Charles Geshera, mwenyekiti Kenya Bodaboda Riders and Owners Association. Jambo la kwanza mimi nataka kusema ya kwamba for the first time nimeona serikali ikiwa na nia ya kuweza kutimiza Vision 2030 ni wakati huu. Kwa sababu sasa inataka kutoshanisha wa Kenya waweze kutoshana. Njia gani? Wale watu wanaturentisha zile nyumba, unapata ya kwamba kama vile umesikia mmoja wetu akisema pale ya kwamba nyumba ya 1 bedroom itakuwa mtu anaweza kulipa shilingi 5,000. Sasa hii tunazilipa shilingi 10,000 na kwenda na juu. Lakini government wakiweza kuleta hii miradi katika kaunti zetu za kujenga manyumba, utaweza pata ya kwamba tena nazo zile nyumba zimeanza kushuka kwa sababu itakuwa competition sasa. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba wacha tutoshanishwe, wacha watu watosanishwe, wacha watu walipe tax, sababu pia hata wewe pia kwako lazima uweze kusave, ndio pia naye uweze kufanya miradi yako ya pale mbele. Kwa hivyo kwa maoni yangu hii bill inafaa ipite, na sisi pia kama watu wa bodaboda tunapata opportunity ya kazi, kwa sababu sasa katika zile kaunti zetu utapata kusafirisha wale wanafanya kazi zile za mjengo. Hiyo pia itakuwa kazi yetu kama watu wa bodaboda. Kwa hivyo tunaichukua kama job opportunity pia katika kaunti zetu. Let me get the microphone to Ashif here. Kindly pass the microphone to Ashif from Kepsa. And Ashif, you know, when the government was speaking, especially Moses Kuria, said this is about the multiplier effect. Are you convinced that this is the right thing to do, like David Ochieng said? I think housing is a critical issue, and good quality housing is a critical issue. But I think we need to understand that in the context of Kenya, we have 3 aspects that we have neglected. First is the culture of saving. We don't save as a country, and that is why our saving as a percentage of GDP is only 55%. In Tanzania or Uganda, 15% of your income goes to NSSF. In Kenya, it is a very small percentage. So we have to finance, projects. And to me, the housing project is a good project because it is creating a forced savings and a collective saving from everybody to fund the pain of people who don't have quality housing. But as Meshimiwa said here, the biggest problem with this is that the rules are not clear. And there is no accountability of how the money will be used. It is not clear what the taxpayer will get in return in terms of interest on the fund that is providing. And if you look at NSSF today, for the last 3 years, it has not published its audited accounts. People who save in NSSF don't even know how much money they have or how much interest they are getting. And if you look at their audited accounts, there are 4 pages of qualification, all on bad deals of acquiring property at inflated prices, acquiring shares at inflated prices. And the issue is, who is going to control this housing project? And if those rules can be clear, there is clear accountability, and there is clear
issue around what will happen if and the other part is that all these private investors, if they are not paid on time, then they'll make claims. So the cost of the project will go. Who is going to bear that additional cost? Yeah. Is it the government going to run the overruns, or is it the investors that will bear that? And so the whole issue around timely payments, timely management of fees become very critical. All right. Ashif, and you said there's 100,000 jobs that will be lost during this, if this goes through, during the submissions. But the government is saying that there's 1 million jobs that will be created in return. Do you agree with that? So I think it's looking at which side. From an employer's side, you are now having to pay, apart from salary, up to 2,500 shillings a person. So SMEs are going to be affected because it will increase the cost of employment. Okay? And that is when you also look at the turnover tax, which is being increased from 1% to 3%. And there is no SME that makes 10% bottom line. The maximum amount an SME makes at net profit level is 5%. Okay, so you are now subjecting this same SME to 3% or 30% or 3% turnover tax. Yeah. You are then subjecting them for each employee that they have to pay housing levy. And we have still not talked about the health fund, because the health fund, there is no limit on it. Okay. So when you look at all that combined, that is where the pressure on the businesses will be there. On the other hand, the housing project, if it goes, obviously it's going to create jobs. But what is the quality of the jobs will it create? Who are the people who are going to be the investors in this? Is it foreign companies? Is it local companies? And what is the capacity to develop quality housing? Na bila shaka nafikiri kama unavyosikia ni kwamba ni maswali mengi ambayo yanaulizwa, kila mtu ana wasiwasi, ana maswali, anataka ufafanuzi wa kina zaidi. Na baadaye labda pengine Trevor atapata nafasi katika mpango wa nyumba uliofanyika katika maeneo ya Soweto, Kibera, na muona Steven Baraza yuko maeneo hapa, atatufahamisha ule mpango uliendaje, vitu gani walijifunza ambavyo serikali inaweza kutumia wakati akaweza kufanikisha mswada huu. Lakini kwanza kabisa tuende katika sehemu ambayo tunaweza kupata takwimu za uhakika kutuonesha kwamba tunachokizungumzia ni sahihi ama sio sahihi, ambayo ni fursa yake Sam Gituku na Nimrod Tabu. Right. Thank you, Rashid and Trevor there. And of course, there are many things that have been incorporated in Clause 76 of the Finance Bill 2023. One of the things is the benefits that you can reap once you start contributing is that you may purchase a home. That is, if you qualify for affordable housing. That is yet to be defined. It is understood that it will be explained later on in regulations by the Finance or the National Treasury Cabinet Secretary and the Housing Cabinet Secretary. But you may withdraw your contributions upon attaining the age of retirement or after 7 years, whichever is earlier. So at this point, there has been a bit of controversy because they're saying that whatever you take out will be subjected to taxation. That is what is on the Finance Bill of 2023, that they will be taxed. I want us to take a look at a sample payslip. Currently, if a person is earning 50,000 shillings, that is in terms of the gross pay, these are the sort of deductions that are coming to their pay slip. And at the end of the day, you end up with a net pay of 40,841 shillings. Of course, that is, so far there's no housing levy. So once it's introduced, it is at 3% paid by the employee. That is 3% of 50,000 shillings is 1,500 shillings. So that will be deducted. The calculation this is based on the assumption that the deduction of the housing levy will come before taxation. So before you arrive at the taxable income, then that will have been deducted. Of course, the Finance Bill does not tell the clarity on that, but this is something that you can get clarification about. But after that, then you end up with 39,611. So the net pay will have reduced by about 1,200 shillings. But even as we get into this conversation, I want to start with you, Kwame, because we're seeing this conversation in the Finance Bill. And of course, the Finance Bill is what defines how the government is planning to collect revenue to finance their budget. We've just seen some of the estimates. They're talking about 4.5 trillion shillings in terms of overall budget. But the budget for the national government or the country is 3.67 trillion shillings. So if you have the housing levy in the Finance Bill, is that proper that you have it in the Finance Bill, yet it is not something that is in the budget? No, but please let me just start with this. Kenyans, anybody who has a chance to listen to me, I'm not an elected member of parliament, I'm not seeking election, and I don't work for government. Let me tell you, this is a bad idea. I'm not going to say this is a good idea implemented well. I have to be circumspect and I have to be clear. It's a bad idea. Why?
Members of Parliament have come here and have told us that this will be a low-cost housing for people who have... There's already a high-cost housing subsidy in Kenya. It's given to members of Parliament and people who work in the public sector. They can take mortgages of up to 9 million or thereabouts, and it is funded by you through your taxes. Now, if government wants to build houses for people who live in slums or who are poorer people, that's not a bad thing. Article 43 of the Constitution, just like phrases in the Bible, are misused a lot in Kenya today. The Constitution says that people have a right to housing and other rights. It does not say that government has to force us to pay for it. So Kenya's housing problem is not a problem. There are 14 million houses in Kenya of different qualities, from people who have golf courses next to their houses to the ones that we've seen on TV, which would make you weep if your relatives lived in them. But the problem is not a housing problem. Right here in Nairobi and in this city where we are, there are houses that are actually unoccupied. The problem is that people don't have enough income to be able to pay for it. So we are defining this problem wrong because the PSS and people you are listening to in that other studio have made commitments to people who are supposed to construct houses and give them free land to do that. So we are solving the wrong problem. But let me come to what you've told us. It is also true that if government wanted us to pay for housing and is telling me, for instance, I'm a little privileged, thanks to my employers, so I would not qualify for this housing. I'm not a rich man, but thanks to my employers, I wouldn't qualify. What that means essentially is this. My employer is being taxed, but we're being told it's not a tax. My employer is being taxed, and they'll pay the maximum amount of 2,500, which will be saved for me, and in 7 years or so, I'll have to take out that money or maybe not. The interest rates here are above what government is borrowing at. Government is borrowing at 11 or 12% today. So obviously what this is doing is taxes are being used to redistribute. Redistribution is not a bad thing, but let's not redistribute money among Kenyans through lies. All those complicated things you're hearing here are complete misstatements, and if you put all this money together and the flows over time, this is a fund that would collapse in 7 years. Just hold on, Kwame. You say that the government officers have made commitments to others, and that's why they have to push this through to finance those. Could you substantiate that? I am saying the only people who would benefit, and the PS said this clearly here, that they already have people they're calling investors, but are not putting their own money. Those investors are being asked to construct with the certainty that this fund will cover the risk by paying them. If this housing idea was a good idea, the same private investors we are talking about would not need government. They'd simply tell government, guys, let us construct the houses, and then you guys, anybody would offtake. We have an offtake plan, meaning certainty is being provided to whoever does the construction. Okay. So where is this money? Why is this money important? So that a fund is created, which they're calling a fund that helps to cover that risk, so that whoever constructs is assured that government will offtake, and that offtake. So that's where so this is not even a housing scheme. Okay. It's a financial structure that's being called a fund. Guys, we need to be truthful with each other as we call the Bible and cite the Constitution. I'm not satisfied that the people who've spoken here either are good Christians because they cited the Bible and that they understand the Constitution well. They have to stop telling us this nonsense. Naam, asante sana kwako wewe Davis Tayo. Ni pendekezo ambalo baadhi ya Wakenya wameutaja kama ni kushinikizwa ndani ya KOA kutekeleza mradi kama huu ambao mwanzo wake ni kuonyesha ubayana kwamba kuna wale ambao watakaozipata na wale ambao hawatazipata. Kwa mfano, jedwali ambalo Sama amelionyesha pale, kuna njia 3 ambazo kwa yule ambaye atalazimika kutoa fedha hizi kupitia mshahara wake, hiyo ni mwajiri au yule aliandikwa, hajui kama atapata nyumba zile. Mwanzo itakuwa aidha upate ama usipate, yani mpata potea. Pili, iwe kana kwamba utachukua pesa zako baada ya muda wa miaka 7. Halafu 3 ni iwe kwamba utawasilisha nyumba ile ama kufanya transfer kwa kuwa haiko tayari, useme kizazi kingine aweze kuchukua. Itakuwaje basi mtu ambaye ameweza kuchanga kwa muda mrefu akose, lakini yule hakuchanga hata ndururu, ambavyo anavyosema rais kwamba tunajaribu kuinua maisha kwa wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda. Iweje kwamba tuwe na utofauti wa aina hiyo? Maana kuna wengi wanasema sasa tunaleta classification katika binadamu wale wako hapa nchini. Sawa. Asante. Vile unavyosema ni pata potea, sababu mahitaji ya nyumba ni kwa mamilioni. Na katika mwaka mmoja zile nyumba ambazo zimepangiwa kutekelezwa
ni hazifiki hata milioni. Kwa hivyo ni pata potea. La pili ni kwamba Kenya tuko na shida moja. Serikali nyingi zimekuja na mipango mikubwa. Sitaki kuyataja, tumeambiwa vizuri sana na ndugu yetu Kwame. Watu hawaamini mipango hii ya serikali kama itatekelezwa. Kuna wale ambao wako katika serikali na wako na nguvu za kukata hizi pesa. Wamesema watakata hizi pesa, tupende tusipende. Sasa hatuna choice. Hatuna budi. Tumenyooshwa mkono mguu, sasa we kata vile utakavyokata. Lakini hatuamini kwamba mipango hii itatekelezwa. Mimi ningesema hivi. Bajeti iliyopo, it has good intentions. Lakini sasa Kenya hii trust deficit ni kubwa. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho serikali lazima ifanye, na Bwana Asifa amesema pale, lazima wa communicate vizuri, mambo yawe wazi, bayana. Nijue mimi leo ni kijana nimepata ile studio, lakini labda nina mipango ya kuoa bibi mwingine na mwingine. Sasa nitafanyaje? Hii studio nitaipanua ama nitaiuza, nichukue nyumba nyingine kubwa? Kwa hivyo maswali kama hayo bado hayako wazi. Nimefanya kazi kwa benki na kile ambacho ninaona hapa ni kwamba wale ambao wanaitwa kujenga hizi nyumba ni investors ambao wako na zile pesa moto, zile ambazo wanataka wakiweka hivi watachupata pesa zao baada ya miaka 2 ama 3. Kwa hivyo lazima tufikirie sana. Kuna investors wengine ambao wako na haja ya kuweka hizo pesa katika mipango ya muda mrefu. Kwa hivyo tusilazimishe watu kutoa, lakini tufanye kazi zaidi tupate hao investors ambao wataweka hizo pesa ambazo zinaweza fanya kazi kwa muda mrefu. Right, and we'll come back to our panelists here. But first we want to hear from Lulu and Jeff as they listen to the contributions from different persons in this country. Thank you, Sam. Thank you, Nimrod. And Lulu, I don't know about you, but there seems a lot of confusion with this housing levy. Don't you think so in the communications? Na wengi wakisema kwamba haijajadiliwa vizuri, hakuna mtu anaofahamu vizuri, manake kila mmoja ana maelezo yake. Kila mmoja ameelewa kivyake. Na wengine wakisema kwamba ndoto ya nyumba ni nzuri, lakini njia inayotumiwa mtazamaji wanahisi kwamba sio sawa. Yeah, and the gentleman there saying it's a pipe dream. In 7 years, it won't be in existence. Let's get the views from around the country. First off, we go to Kisumu City, where we find our very own Laura Otieno. Laura, if you can hear us, good evening. What's the word on the ground there in Kisumu? Well, indeed, Jeff, the issue of the housing levy as contained in the proposed Finance Bill 2023 is one that has elicited mixed reactions from the residents of Kisumu. On one hand, one feel like it is a very important plan by government, as the president has mentioned that it is a meticulous plan to ensure that all Kenyans have habitable living conditions. Therefore, just to take it and get it straight from the horse's mouth, let me talk to some of the residents. Karibu sana. Anza na jina na uniambie kwa mtazamo wako, unaona kama huu mpango wa serikali kuhakikisha kuwa kila Mkenya akuwe na nyumba ni mswada ambao unakubaliana, ajenda ambao unakubaliana nayo ama unapingana nayo? Hiyo ni ajenda yanapinga sana. Kwa sababu walisema ati watakata 3% ya kujengea watu nyumba. Sasa vile wanajengea watu nyumba sielewi. Watu kila mtu ako na nyumba yake. Kuna wale wenye na operate from nyumbani na wako na maboma zao. Sasa hao pia wataenda wajengewa nyumba ama ni nini? Sasa hii kitu napinga sana. It's like kuna vile wanataka waibie wa Kenya. Na sasa hii ni maisha ni ngumu. Vitu kama hiyo hapana. Naam, shukran sana. Wacha pia nizungumze na huyu mwingine. Anza na jina na unaambie kwa mtazamo wako unaona kama serikali imetoa maelezo ya kutosha kwa Wakenya. Kama wewe umeelewa haswa mpango huu wa serikali wa ujenzi wa nyumba ama kuna maneno ambayo bado hujaelewa? Mimi kwa majina naitwa Peter Okia, na hapa Kenya kuna kitu inaenda mbaya mahali lakini sisi hatujaelewa. Hii kitu ina sehemu ya mambo ya kujenga nyumba hii. Mimi sijaielewa kabisa kwa sababu nyumba mtu anaweza kujenga kwa hiari yake, na mtu mwenye ako na shida ya nyumba anaweza pia kutafuta njia ya kujenga nyumba yake. Na sijui serikali inaamua maneno namna gani mara moja tu na kiamuka tu hivi
Wakisema sasa tunaenda huku kungoa hiyo miti, wanangoa saa hiyo. Na kama iwezi kungolewa, itangolewa na lazima. Sasa hiyo sielewi. Nilikuwa nataka ya kwamba kama ninaweza kuwa mzuri sana, vitu kama hizo wangewekaga kwa ground hapa chini, watu raia tujue ni nini inafanyika, na hata wale wenye wanataka kupewa hizo manyumba wajue. Lakini kulikuwa na hiyo kamati ya bunge ambayo ilikuwa inazunguka sehemu mbalimbali ikichukua maoni ya Wakenya. Je, wewe ulipata nafasi ya kutoa maoni yako kwa huo mswada, hasa katika masuala ya ujenzi wa nyumba? Sijawahi pata habari yoyote kuhusu hiyo. Isipokuwa kitu nilisikia ya kwanza ni kwa kusikia tu wale watu wafanyikazi wa serikali, wale watu wanafanya kazi wenye wako na payslip watakatwa 3% kwa mishahara yao. Sasa ndio nikajiuliza, na mimi mkulima tu, mimi tu wa jua kali. Mimi pia sina nyumba na mimi pia ni Mkenya. Mimi nitapata hiyo share yangu wapi? Kwa sababu hii inafanyika, hii ni vile ilifanyika wakati wa mwanzo miaka ya 60 huko, wakianza kufanya nini, kugawana mashamba. Sasa hii ni dalili ya kuonyesha ya kwamba hizi nyumba zinaenda kuendea wale mataikuni wenye wako hapa, watazichukua saa ile watu wenye wanaambiwa wachukue na wameokopa kwa sababu pesa yao haiwatoshi. Pesa iwatoshi. Pesa yenye wako nayo, munga walikuwa nanua 50, saa hii ni 220. Unaambiwa tena wakate pesa yako. Sasa watakataa hiyo kitu, na wenye mabwenyenye wenyewe watachukua hizo nyumba kwa sababu already zimechengwa. Naam, shukrani sana. Kama ulivyosikia Lulu, ni swala ambalo kama huyo aliyezungumza mwisho anasema kuwa hajalielewa kwa kina zaidi. Hivyo basi macho yote yataelekezewa bunge la kitaifa hapo kesho kuona jinsi ambavyo mdahalo huo mzima wa mswada wa fedha mwaka 2023 utaendelea, na iwapo Rais William Ruto ataitia wino na kuifanya kuwa sheria. Lulu. Naam, shukran sana Lolo Teno, lakini kwa haraka mimi nahisi kwamba Jeff Charles Hinga kuna kibarua kigumu, manake ukiangalia wale wakazi wote walioweza kuongea na Laura, wengi hawafahamu na hawajui kilichopo. Lakini Laura, inakuwaje wana uwepesi sana wa kukataa wakati hawajasoma? Laura, kama unatupata vizuri, nauliza inakuwaje wanakuwa na uwepesi zaidi wa kuweza kukataa wakisema kwamba sio mzuri, na ilhali wengi ambao unaweza kuzungumza nao wanakuambia hawajasoma mswada huo wa fedha? Naam, kama ulivyosikia Lulu, ni kwamba yule ambaye nilizungumza naye wa mwisho alikuwa anasema kuwa hakupata nafasi hiyo kutoa maoni yake katika ile kamati ambayo ilikuwa ikichukua maoni ya Wakenya kuhusiana na mswada wa fedha 2023. Hivyo basi linaibua swala la je, ni nafasi ipi ya ile kitu ambacho inaitwa public participation katika mchakato mzima wa kuunda sheria? Manake kuna wale ambao wanahisi kuwa hawakupata nafasi ifaavyo, na kama unavyojua ni kwamba tayari that window tayari ishafungwa, na kwamba mswada huo utakuwa ukielekea bungeni. Kwa hivyo ni swala ambalo Wakenya wengi bado wanajiuliza kuwa iwapo katiba ya Kenya inasema kuwa kila Mkenya anafaa kutoa maoni ama kuhusika katika ile public participation, basi ni nafasi gani itakuwa kwa wale watu ambao kama yule Okia ambaye amezungumza hapa, ambaye anasema kuwa hajaona sehemu ama hakuona nafasi yake ya kutoa maoni kuhusiana na mswada huo. All right, Laura, thanks so much. Laura, stand by. We'll come to you a little later on. Laura Otieno coming to us live from the lakeside city of Kisumu. From Kisumu, we head on out to Uasin Gishu County number 027, where we find our very own John Wanyama. John, if you can hear me, good evening. What's the word on the ground there in Eldoret? Good evening, Jeff. Na ukiwa hapo studioni na Rashid atakwambia kwamba cha mtu huliwa na mtu, cha chuma basi huliwa na kutu. Swala hili limezua mdahalo mkubwa katika kaunti ya Uasin Gishu, pale ambapo tunao wakazi hapa ambapo tungependa kusikia wana yapi ya kusema, imeweza kutoa maoni kinzani. Lakini tuanze na wewe tu, njoo hapa ndugu yangu. Angalia kamera kule. Swala hii la ada ya nyumba, wewe umesikia, umesoma mswada huu, unaelewa, na maoni yako ni yapi? Kwanza kusikia nimeusikia, lakini kuusoma sijausoma. Isipokuwa maoni yangu ni haya: nia na madhumuni na lengo la serikali ni mzuri, ya kutaka kutoa watu katika mitaa banda na kuwajengea nyumba nzuri. Na hili ni kila Mkenya, ni kila binadamu yote
anahitaji kuwa na maisha mazuri. Shida iliyoko wakati wenyewe hauruhusu. Wakati wa kupelekwa mswada hii, nia hii hairuhusu kwa sababu uchumi umeharibika. Hii ndio ukweli wa mambo. Sasa ingelikuwa kipaumbele kwanza waweke namna gani wataufufua uchumi, watu watapata chakula kizuri, watapata masomo mazuri, kisha baada ya hapo ndio ingelikuwa baada ya mwaka mmoja ama miaka miwili waangalie wazo kupeleka mswada bungeni kuwajengea nyumba nzuri baada ya kwa watu wamepata chakula na masomo kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Lakini unapomjengea mtu nyumba mzuri, nyumba maridadi, lakini hana masomo, anafukuzwa shule, chakula akaenda supermarket hakigusiki, utakuwa umemsaidia nini? Kwa hivyo lengo ni zuri, wakati haungiani na wakati na lengo lenyewe. Asante sana Sheikh Abubakar Bini. Ndugu yangu, kwa majina unaitwa nani? Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili la ada ya nyumba? My name is Kelvin, the youth president from Uasin Gishu County. On the issue of housing levy, we are the youth of Uasin Gishu County, the real county. We support this 100% because this does not affect the common mwananchi. It affects only those who are salaried friends, who earn salaries, and it is only 3%. And why are we worried on something that you will be eligible to refund your own savings after 7 years? For me, as the youth leader of Uasin Gishu County, I wish to comment that the MPs should pass this bill 100%. Let us support the president. He has the agenda. He knows what he is doing. This is the thing that has been tried for more than 3 years. And lastly, I wish to finish by saying that the MPs should review the constitution by extending the term limits, because the 2-term limits affects this bill, because it will not be consistent when we use only 2 terms. I wish to ask the MPs to review the constitution, extend the term limits. Otherwise, hii serikali ni yetu, tuwajie William Samoei Ruto fix hii serikali, and all the best. Asante sana. Jeff, vile umeweza kusikia tu kutoka kwa baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi hapa, ni maoni kinzani ambao kuna wale ambao wanaunga mkono, wanasema ni swala ambalo ni mwafaka, lakini limekuja kwa wakati ambao haufai, uchumi unawakeketa maini wa Kenya, na kuna wale ambao wanahisi kwamba ni wakati mwafaka swala hili. Kila rais, pengine kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta alijaribu, sasa Rais Daktari William Ruto anajaribu, pengine ni wakati mwafaka wapewe muda huo ili naye aweze kutekeleza. Kwenu studio. Shukran sana John Wanyama kutoka Uasin Gishu. Jeff, kama umeweza kupata, kuna tofauti kubwa sana. Kuna kijana hapa kutoka Uasin Gishu amesema anaona ni wakati ni mzuri sana kwa mswada kama huu. Kwa hivyo ana muda wa kutosha, maana yeye bado ni mdogo. Lakini kuna mmoja kule kwa Town Hall alikuwa anasema kwamba amefika ule umri wa kustaafu. Alafu pesa zote zinaenda wapi? Correct. Kwa hivyo moja kwa moja tunaenda kwa Marian Nyambura, kaunti ya Nakuru. Sijui Marian kama umepata kuzungumza na wakazi wa huko na wanasema yapi kuhusiana na mswada huo wa fedha. Shukran Lulu, mkiwa na Jeff studio. Well, from the housing levy discussion, now we shift gears to the cost of business, cost of doing business. Among the issues being the turnover tax, which will increase from 1% to 3%. But another concern that has come out is on the VAT increase on petroleum products from 8% to 16%. What will this mean to the transport sector? It's a matter that I want to engage some of those in the transport sector as regards to what this means for them. Perhaps kesho tunarifiwa kuwa mswada huu unatarajiwa kufika bungeni kuhusiana na changamoto ama kuhusiana na mswada huu wa fedha 2023. Pengine kuna ile mswada ambao umetokea kuhusiana na petroli. Masuala gani ambayo unadhani kuwa wabunge wazingatie haswa? Mimi ningesema ya kwamba ni vizuri waangalie hiyo bill kwa makini. Sababu inaweza affect watu sana, especially kwa upande wa transport sector. Sababu tukiangalia kama sasa hivi vile mambo imeendelea, unakuta waliongeza mafuta, unakuta hata uchumi uko chini. Ukiangalia hata kwa upande wa transport, like now hatuna wale
abiria ambao walikuwa kwa wingi. Mtu ambaye alikuwa akisafiri Nairobi mara 3 kwa wiki ama mara 4 kwa wiki, raundi hii anaenda mara 1 kwa wiki. Kwa hivyo unakuta hata magari mengi, hatutumi magari mengi kama vile tulikuwa tukituma. Yes. Kwa hivyo wito wako kwa sasa kwa wale wabunge, ikizingatiwa kuwa tumeweza kuona bidhaa ya bei ya bidhaa hii kipanda, kama ukiweza kuona petroli imeongezeka ni 182, diesel 168, pengine ni masuala gani ambayo yanaibuka kwenye mswada huu? Niseme jambo la kwanza, ukiguza upande wa transport ama ukiguza mafuta, umeguza kila kitu. Sababu mafuta ndio kila kitu kwa nchi, sababu kila kitu inatumia transport. Kwa hivyo mimi ningeomba wale wabunge waangalie hii bill kwa makini sana, sababu ita affect mwananchi wa kawaida. Okay. Na pia vile tukiangalia swala la housing levy, wanasema kuwa waongeze from to 3%, watu wako wakikatwa 3%. Pengine kama Mkenya, ni wito gani ambao uko nao kuhusiana na mswada huu ambao umeweza kuibua tumbo joto miongoni mwa wakazi? Wacha tuseme wakiguza mahali pale, pia mwananchi wa kawaida aliye chini bado ataafektiwa. Na kwa vile tuliambiwa mambo ni bottom up, lazima tuangalie hata yule mtu wa chini kabisa. Yes. Shukran. Well, indeed, Jeff and Lulu in studio, that is the plight of millions of Kenyans, just a section of them represented here in Nakuru County as regards to matters pertinent to them, which are in the Finance Bill 2023. And as these proposals move to the Parliament stage, there are questions abound as regards to what the MPs will have to say regarding this particular Finance Bill 2023. Absolutely, yeah. Thank you very much, Maria Nyambura. Stand by. We're going to be coming to you a little later. And you know, Lulu, there's a famous English saying that says, the devil is in the details. That's what it is, because people want to know more about this. There's so many questions, so few answers. Na maswali mingi mtazamaji labda yameelekezwa kwa serikali na ndiposa wakati huu Jeff tunaenda kwa government studio. Kukutana na Ayub Abdikadir na Lincoln Njogu. Safi. Endeleni. Na shukran sana Lulu na Jeff. Bila shaka tumepata hisia nyingi sana kutoka kwa Wakenya walio katika maeneo tofauti hapa nchini. Pia tumepata hisia za wale ambao tunao hapa katika studio kama wale ni wataalam, na nafasi sasa tuweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo yameibuka. Na amejiunga nasi katika studio mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya bajeti, na kamati yake bila shaka ni kamati ambayo ni muhimu sana katika mfumo mzima wa kutayarisha bajeti. Na Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kama umewasikiliza vizuri wa Kenya wakijieleza kule maeneo ya Kisumu, wakijieleza kule maeneo ya Eldoret na pia Nakuru, na baadhi pia ya wale ambao wamezungumza kutoka ule ukumbi ambao tunao hapa, kuna hisia kwamba huu mswada huenda ukawa ni mzuri sana. Mawazo mengine hapa huenda yakawa ni mazuri sana, lakini huu sio wakati wa kutekeleza baadhi ya masuala kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Wasema namna gani Mheshimiwa? Kwanza asante sana kwa kutupea nafasi this opportunity, and also and especially for arranging a situation where we are listening to the Kenyan people in different studios as we have seen and from different areas. But I want to first say that whatever we are discussing, and especially in regards to finance bill, Kenya is a very consultative country. Consultation in Kenya is actually based in the constitution itself in regards to the preeminence given to public participation. What we have and we are discussing currently is a draft that has come from the National Treasury and the Executive. It is now going through the normal processes. Normal processes, including this one, is a process where we are listening to the Kenyan people. We have had public participation running for the last two weeks. And even what we are doing today in this studio is actually public participation, because we are leaders, we are listening. And therefore, the substantive finance bill will be the one that will pass through the processes of Parliament and all the processes, including public participation. And I want to assure the Kenyan people that for the last 2 weeks, the process that has been ongoing of taking their opinions, all those opinions, I can assure them, will be incorporated. Even in this studio, what we are listening and hearing from the Kenyan people, we are not leading ourselves. We lead the Kenyan people. However, allow me to say this. One, as we discuss the finance bill, it is important for us to understand the context.
finance bill, and let me actually use the basis of parliament. We have the finance committee and we have the debt and privatization committee. These are the committees that deal with the revenue side of budget, with the supply side of money. You cannot talk about supply side of money with the exemption of talking about the expenditure side, because you collect money not to keep, you collect money to expend. Okay. And in that context, allow me, because I was actually late because I was tabling the report for the budget estimates, which is actually being debated in the House now. Allow me a minute so that we put all this into context of the finance bill and the estimates, which is the expenditure side. On the side of revenue, we are reading a 3.679 trillion budget in Kenya for the financial year 2023-2024. Out of that budget, 2.57 trillion Kenya shillings is coming from what we call ordinary revenue. 347 billion Kenya shillings is coming into what we call A&A. That is the money the government agencies collect and spend at source. We are anticipating to get around 42 billion Kenya shillings in terms of grants. And lastly, whatever remains there is now the deficit. The deficit currently is around 718 billion Kenya shillings. Now, to put it into context, this money which we are collecting or anticipating to collect, what are we expending on? 1.6 trillion Kenya shillings, 1.5 to 1.6 trillion Kenya shillings is going into national government recurrent. 720 approximately is going into development expenditure in regards to national government. 986 billion is going into something called CFS. CFS is Consolidated Fund Services, where we draw money to pay debts, we draw money to pay pensions. And then 385 billion is going as equitable shares to counties. Why have I put all this bare? I've put all this bare now to go to mwananchi. Niacha hiyo kizungu mingi. We are allocating 630 billion Kenya shillings into education. Masomo ile tunalipia 630 billion sio ya watu webao wako hapa sana sana. Ni ya dada zetu na kaka zetu, na lazima tushikane sisi wote, kila mtu aende shule. Out of that 630 billion Kenya shillings, we are doubling money for capitation of JSS in this current budget in relation to now the finance. You know, the finance bill is the one financing the things I'm talking about. We have allocated help money. We have doubled this financial year, which we are exiting, allocated 15 billion in terms of help. We have now allocated 30 billion. We have doubled the allocation of help. We have allocated money for our KMTCs. Okay. We have allocated money for fertilizer subsidy. We have allocated money for roads alone. We have commitments of road of 700 billion after scaling down and rationalizing. In this budget, we are allocating 249 billion Kenya shillings into our roads. And we are not allocating to new roads, ongoing roads. Okay. Why am I talking all these issues? As we talk about collection, I think it will be very responsible for us as leaders to also tell Kenyans, as we collect this money, what is it for? If we had time, I would have enumerated how much is going into health, okay, how much is going into power, because into that context, then we understand. Okay, thank you. Piers Hinga, hearing from the wide array of views, especially from Kisumu and in the county of Uasin Gishu, the common denominator, and also as mentioned by Ndindi Nyoro, is the aspect about money. Tell the Kenyan people, and you have previously said so, you're on record for doing so, Piers Hinga, that this money will not go into the consolidated fund. Is it? No. Okay, and if it doesn't go into the consolidated fund, which is procedural, as the PFM Act inscribes in the Constitution, where will this fund go? It's going to a special fund that is created under the Housing Act, and it is going to be administered as per the regulations, which are going to be published immediately after this statute is formed. You know, it's very, very important to understand that you can never publish regulations before you complete the statute. All the questions that you are asking about who is going to administer the fund and the management of the fund is contained in the regulations. The safety guard for Kenyans, and this is important for them to understand, is that when you read the last part of that section 76
the finance bill, it says that the fund will not be operationalized until the regulations are in place. The regulations themselves go through a public participation process of its own. Okay? It will be published 2 weeks. We will go to all other parts of the country. We will explain about the regulations. So when you confer with our legal people, we said, why can't we just release these regulations? Because they are the ones that are explaining the many questions that are being asked. Unfortunately, you cannot publish regulations before the statute is done, because regulations can never amend a statute. But I just want to say a couple of things, because there's a lot of things that have been said. Okay. And so this is a very healthy debate. And first of all, I just really want to appreciate the fact that we have actually made shelter to be where it should be. Because first of all, this is a human right. Our own constitution actually accords that right. Article 21, let me read this, because I got in and I had some of my friend Kwame make some comments which I like to dispute. There is a section, Article 21 of the Constitution, that deals with implementation of rights and fundamental freedoms. And allow me to read verbatim. 1, it says, it is a fundamental duty of the state and every state organ to observe, respect, protect, promote, and fulfill the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights. But 2, this is important, it says, the state shall take legislative, policy, and other measures, including the setting of standards to achieve the progressive realization of the rights guaranteed under Article 43. And the last part that I like to read on that is 3. It says, all state organs and all public officers have the duty to address the needs of vulnerable groups within the society, including women, older members of society, persons with disability, children, youth, members of minority or marginalized communities. I dare say that today the most marginalized person in Kenya is the urban poor. Why? The urban poor lives in a 10 square feet home with a family. The urban poor pays to use a toilet. The urban poor pays 172% more for water than you and I pay. They pay 147% more for electricity than you and I. It is a constitutional imperative. We have been given jobs to fulfill those responsibilities, as the article has said. So I think there has got to be an element of balance. Now, one of the things that makes this conversation, I think it makes it interesting, but on the same time disingenuous, is because I listened to my good friend, the former member of MP Jude Jomo. Jude Jomo was in Jubilee government, which I was in. We passed the same bill, and I'm sure he voted for it, verbatim. The only difference between this bill and what was passed during the Jubilee government was that was 1.5%, now it is 3%. And that is the biggest challenge, because the people who are supposed to be actually out there educating our people, because this housing issue is a collective responsibility. It is our responsibility. We cannot say that we are not your brother's keeper, because that one person who has to sleep, So I think that is very important. There are a couple of things I would like to respond to Kwame, but I hope you'll get a chance bila shaka to do that. Utapata nafasi bila shaka, lakini wakati huu tungependa tufike kwake waziri wa masuala ya biashara na uwekezaji Moses Kuria akijiunga nasi kutoka kule Belarus. Na kuna masuala mawili ambayo ningependa waziri waweze kuyashughulikia. Swali la kwanza ni la huyu mbunge wa zamani wa Kiambu Jude Jomo. Amezungumzia kuhusiana na miradi hii ambayo inaendeshwa na serikali, ukiwemo huu mradi wa nyumba. Utaleta faida ndio kwa ajira za moja kwa moja kwa wale vijana ndio, lakini nyumba zenyewe zikisha kisha itakuwa nini? Wale vijana watelekea wapi? Akatoa mfano wa SGR, akatoa mfano wa barabara ambazo zimekuwa zikijengwa. Zikiisha, wale vijana ambao wamekuwa kihusika pale watelekea wapi? Na pia swali la pili ambalo lahusiana na hile lake Jude ni kuhusiana na lile ambalo Kwame ameliuliza. Huenda swala hili la sukumwa zaidi ili kuweza kuwafaidi wale watu ambao tayari wameshaambiwa kwamba tenda zipo, ujenzi wa nyumba upo,
mpango huu wa kuleta hii fund pamoja, hizi pesa ambazo za kusanywa kutoka kwa Kenya za kusanywa ili kuhakikishia wawekezaji pesa zao ambazo watazipata wakijenga hizo nyumba, lakini sio kumfaidi yule mwananchi moja kwa moja. Mheshimiwa Kuria. Mara ya mwisho niliacha George Jomo akiwa mtu anafikiria timamu. Sijui nini imebadilika. Bila natuambia ni kwamba tusikule leo sababu kesho asubuhi tutaamka njaa. Yaani afadhali tukose kabisa, kwa sababu kesho asubuhi kwa nini unakula na kesho asubuhi unaamka hauna chakula? Sio ni fikira ina gani bwana? Ya pili ndio nimesema ya kwamba lazima magavana wetu, na narudia pale pale, lazima magavana wetu 47 wakuwe washirika wa serikali katika huu mradi. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu kama gavana wa George Jomo pale Kiambu anaitwa Kimani wa Matangi ataingilia huu mpango, ni kazi ya huyo gavana. Tuko tayari kama serikali, tuko tayari kuhusisha magavana wote wa serikali, wa upinzani, wakuu wa shirika wetu, ndio waseme kwa nini huu mwekezaji amekuja na watu kutoka nje. Wiki iliyopita tulikuwa huko Embu na gavana Cecily Mbalile, na niliongea na mwekezaji ambao tulikuwa tunazindua mpango huko, na mwekezaji anamuuliza, wewe utaleta watu wa kufanya kazi katika hii mradi kutoka nje? Akasema nikifanya hivyo gavana Cecily Mbalile atanichapa kiboko. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, kuliko kukaa mbali unatoa kuingilia mpango, si gavana aingie kwa mpango, asema mimi ndio nitahakikisha kwamba wafanyakazi wangu, vijana wangu ndio watapata ajira hapa. Jamani, wiki iliyopita nilikuwa na mkutano pale Nairobi na mawaziri wote 54 wa biashara katika Afrika, na nikaweza kuongea na waziri mmoja kutoka nje ya Algeria. Akaniambia katika miaka 10 iliyopita wamejenga manyumba milioni 5, na ni kwa sababu waliona wasipofanya hivyo muda unaenda na hakutakuwa na wakati wa majibizano. Nchi inaitwa Singapore. Siku moja Singapore ilikuwa slum, ilikuwa kitongoji, ilikuwa duni zaidi kuliko Kibra. Leo hii kila mtu anasifu Singapore. Ni kwa sababu Singapore walichukua hatua, na sisi sasa tuko miaka 60 nyuma ya Singapore katika mradi wa makao, na bado watu wanatuambia hapana, goja wakati hujafaa, kuna wakati mzuri. Sasa kama Singapore wakigojea, jamani, mimi nakwambia yule jamaa ameongea kutoka Kisumu, nimemsikia Okia, anaitwa Okia huyo, mambo mawili. Kwanza, na vile hata nyinyi mmekadiria, huyu jamaa hajasoma hii mswada, amesikiza vile wanasiasa wengine wanasema. Ya pili, huyu jamaa kwa maoni yangu hata pesa hana. Okia bwana, sio wewe tunalenga bwana, tunalenga matajiri bao hapo ambao 2500 kwao sio kitu. 2500 ni kitu, unaenda kwa baa na kunywa pombe siku moja. Hao ndio tunalenga, sio wewe. Sasa wewe unapigia makofi watu wengine hapo bwana, ambao wanakunywa whisky chupa moja, ambao wewe kwako inaweza kuwa ajira. Kwa mimi sijaona nchi ambao wale watu wanasaidika wachache. Na nasema hivi kwa sababu mimi mtu kama mimi Moses Kuria, ambao tumeajiriwa na serikali, tuko watu milioni 1. Wale watu ambao wameajiriwa kwa sekta ya kibinafsi ni watu milioni 2. Hesabu sasa tuko milioni 3. Wale watu ambao wako na kapahali wanaraukia kila siku, iwe ni kibanda, iwe ni soko, iwe ni kwa mechanic, ni watu milioni 6. Kuna watu wengine hapo milioni 10 ambao hata hawana pahali ya kurauka. Hao ndio tunalenga, na hao ndio tunataka kupatia ajira. Sasa wale watu wako kwa serikali na sekta ya kibinafsi ambao wako na tai kama mimi na mshahara ni milioni 3. Okay. Hao wengine wote ambao wamefikisha miaka ya kufanya kazi ni milioni 16. Mimi nasema nataka kidogo kuumiza hao milioni 3 ndio ni faida hao wengine 16. Okay. Sasa 16 anapiga makofi Ukia pale Kisumu. Hapana. Sasa mimi sijui kuroho ama ni nini. Okay, so kwa hivyo mimi nasema hivi. Okay, CS Kuria, to just pause you, let me just pause you because you haven't definitively answered the question by my colleague here, and it was on the employment. You have talked about those who are unemployed. His question was very clear, CS, and it just wants a straightforward answer. What happens to those who will be employed as a result of this housing program? For example, to give you this, if someone is aged 18 and after 7 years he is 25, what then happens after this housing project? What will happen to that person who you have employed?
Tell you something, I am the Minister for Industry, my friend. As a Minister for Industry, I will tell you, the amount of industrialization that will be spurred by this project, wawekezaji katika upande wa manufacturing ambao watafungua viwanda kwa sababu ya hii mradi, wawe ni watu wa misumari, watu wa chuma, watu wa industry tofauti ambao zitawekwa. Baada ya hii mradi, hawa wawekezaji wataendelea kuajiri watu kazi. Kwa sababu gani? Watasema sasa tuko hapa, ile bidhaa ilikuwa inaagizwa kutoka nje, tutaendelea kufanya kazi. So hii ni ile tunaita stimulus. Hii ni kama gari imekwama, vile gari inakuamulika. Lakini hiyo ni lugha ngumu kwa Jude Jomo kuelewa, kwa hivyo tuache vile nitasema ya kwamba okay, I'll pause this. Yes, you will proceed because we also have the chair of the Finance and National Planning Committee of the National Assembly, Kuria Kimani, with us in studio, and also David Ocheng. I'll come back to you. But Sam Gituku is standing by the magic wall that is populated with data of how these things practically look like. Sam, what do you have for us? All right. You had the contribution from the CS for MITI, that is Moses Kuria. He's comparing Kenya to Singapore. Let us just contextualize what this means. Singapore, for instance, the geographical size is 710 square kilometers. Kenya is 582,000 square kilometers. So if you have to compare the size, Singapore is close to the city of Nairobi City County. In terms of population, this is how they compare. In Singapore, there are 5.4 million people, according to the numbers in 2022. Nairobi, based on the current estimates from the Economic Survey 2023, it talks about 4.7 million people by day, the population of Nairobi. Kenya, 51 million is the estimate, according to the Kenya National Bureau of Statistics. So you see that difference in terms of the geographical size and the population. But back to here with our experts. Honorable Bill Okero, a former senator, of course, even was a shadow minister in matters finance during the Moi regime. When you listen to all these conversations, saying the people in Kisumu saying we have not been informed enough, the contributions from the government representatives are saying that this is a special fund, it is not part of consolidated fund. This is not a tax, this is a patriotism expression to support those at the bottom of the pyramid. What is the right thing to do? And especially now that you're still waiting for the report to be tabled, what is the right thing to do for Parliament at this point in time? The right thing to do for the government right now is to withdraw that bill, the finance, that provision for the housing fund in the finance bill. And for all the reasons that have been given, because this fund, there's no clarity exactly what is this fund. Depends on whom you listen to in government. It is a patriotism story, it is a housing story, it is an employment creation, it sounds, the more you listen to it, is an investors coming in. The more you listen to it, you start getting worried. It is a Ponzi scheme. Because where is the investor? There's no investor in this thing. We are putting our money, 9 billion a month. And the government is getting a contractor to put up the house. The government is providing the land. Where is the investor coming in? I think the issue for this government, the challenge we have in this country is that there is one of about priorities. If this, in fact, is a priority, which is not, and people talked about jobs and food security and many other issues, but if it was, what the government needed to have done is to have the actual procedure for doing this kind of thing. You do policy first, you do legislation, then you come to execution of the fund. That is the procedure. What I see is putting the horse, the cart before the horse. You're asking us, bring the money. Once we start collecting the money, after the bill passes, then we start doing the law. I mean, you guys can then give your views. I think it's a very wrong thing, and I think the point really many Kenyans have raised is this: true, we are entitled to housing, but the government has a mandate. Mm-hmm. The government is not short of money. You collect 3.6 trillion expenditure. You have that's what Ndindi Nyoro said. 3.6 trillion. You cannot spend 100 billion to house Kenyans whom you say are vulnerable. Is that a challenge? So what I think, for me, if you ask me what the government needs to do after withdrawing that bill, create a conducive environment for investors to do the work. Housing should not be a responsibility of government, in my view. If at all the government wants to do something about houses,
provide a cheap mortgage. You have done it in the Hustlers Fund. Provide it. Provide a guarantee to the financial institutions, you know, and complement, you know, so that you can give a cheap mortgage. The same way when we started Agricultural Finance Corporation, you remember the AFC, that bank. We had banks that have been started by government to assist in this kind of things. Start a fund. I mean, let the government can assist in that kind of situation where they can assist on the mortgage, those who cannot afford. But I think for the government to start looking for a contractor, take our money, build houses, there is a trust deficit in this country about government. No one trusts the government of the Republic of Kenya with their money. Forget about our fund money, which they're going to deduct from me and from you. Nobody trusts them with the tax 3.6 trillion that they collect. They have gone on record as government officials and said a third of this money is stolen. This particular government, their leader, their chair of their Council of Economic Advisors on record that corruption is not on their platform. I mean, what are you telling Kenyans? Okay. I give you my money? Even though, Honorable Okero, the tax collected is just over 2 trillion shillings, not exactly 3.6. No, the expenditure is 3.6 trillion. Yes, the expenditure, yes. Yeah. John, nafikiri umeweza kusikiza kauli za viongozi wa serikali, na mara nyingi inatokea kwamba inachukuliwa dhana kwamba Wakenya wanatengeza pesa nyingi, wana mishahara mikubwa. Utafiti umefanywa mara kwa mara, ukiangalia wale hata wenye akaunti kwenye benki ni wachache. Walioko pengine na 100,000 au shilingi 50,000 ni wachache. Chukulia mfano wale wanatubeba kwenye taxi. Utakuta siku zote wanalia kwamba yale mapato na ubaki nao kwa siku pengine shilingi 500 kwa sababu nimelipia gharama ya mafuta, nimelipia gharama ya kumlipa mwenyewe na yule yuko kwenye ajira. Ikiwa kwa wiki yule anatengeza shilingi 3,500 kutokana na faida ya kutembeza watu ama kubeba watu. Vipi iweje iwe rahisi kwa serikali kusema kumkata shilingi 2,500 si kitu kikubwa? John. Asante Nimrod. I think it's important for us to contextualize what this finance bill is really going for in terms of, I think, what Honorable Ndindi Nyoro actually led us towards, which is to look at it also from the perspective of the fact that we are trying to fund a budget. When you look at the amount of revenue that this finance bill is targeting to collect, is about 289 billion shillings. Right, so that's the additional revenue that the government is planning to collect from the different revenue adjustments that are being proposed in it. If you look at 2022, the finance bill then was aiming to collect about 50 billion shillings. So you can see the shift is quite significant. And when you think about it, it's almost, there's almost a nuance here that what we are dealing with is a revenue problem. We need to collect more because that's how we are going to solve the kind of economic challenges we are in right now, the kind of cash flow problems that the government has been facing. But when you think, because history is a good reminder of why we are here, the reason why we are here is not necessarily because we are really struggling with a revenue problem. If you look at the Central Bank of Kenya, it has a lot of data that go back to more than 20 years ago. If you look at what got us into the problems we are in right now, is the fact that at some point our expenditure got too adventurous. Our expenditure was growing at a faster rate than the rate at which the revenue was growing. And the revenue was not growing at a shabby level because our revenue was growing by more than 10%, with the exception of the years when we had COVID. So when you come back to the finance bill, it seems to be trying to solve the problem we are in by collecting a lot more and try to catch up with expenditure rather than try and also tighten our belts around our expenditure. So the government is basically telling us with this finance bill that you as Kenyans, we need to tighten our belts. Fair. That's good. But then is the government tightening its belt? And I think that comes back to the conversation around all this public participation that we've been doing. A lot of the language has really been cultured around we need to collect more. Kenya is not taxed like other countries. We need to generate more revenue. But there is very little talk, and which for me should be the first justification that comes with this finance bill, on how is the government tightening its belt. Because when you look at the budget, as Honorable Ndindi Nyoro said, it's actually going up. Right? If you compare to the previous year, the budget is going up, interestingly, by an amount almost equal to the 289 billion shillings that the finance bill is trying to collect. So when we,
listen and look at the finance bill, let's look at it in the broader sense of where we are as a country, not just about the proposal it's making right now. Okay. Because if we don't solve the expenditure challenge that we have, the prioritization challenge that we have, no matter how much revenue we try to raise with this finance bill, we're not going to get out of the mess that we are in. Right, and Molen, former senator raises an important question about you just need about 100 billion shillings from the tax revenue that we collect to get going to such a program. Is the situation so bad to an extent that now we have to start spending money outside the budget, especially if it talks about such a fund? I don't think the situation is so bad, and I want to agree with my colleague here that we have a problem with the expenditure side of our budget. Our revenue is okay because taxpayers have been pushed to the limit. If you see what KRA has done in the last financial year, they have been too much pushed to collect revenue, and businesses have been crying. So the thing is that we need to put austerity measures now again towards the expenditure side of the budget. Can we relook at that expenditure side and see what we can seed ground on? Because I think it's just a question of priorities. What are we going to drop now so that we can do it in future? And so then we ease the burden of Mwananchi. Having said so, allow me just to do some justice to what we were discussing about the housing levy so that it is not lost. Right. I think it's been pitching two camps between the salaried staff and against the so-called the hustler or the poor Mwananchi. But that shouldn't be the case, because look at it from this angle. Asking to say that 2,500 is very little from a pay slip is a wrong notion. Because remember, those who are salaried always have what we call a third rule on their pay slip. They have committed that pay slip to the core. And already some of us are running mortgages. So when you subject me to an additional, even just 1,000 shillings on that pay slip, you're running me off a third rule. And then we are staring at a possibility of serious and massive default on those mortgages. Actually, when you read the Business Daily Tuesday, it had indicated that commercial banks already anticipate losses of close to 540 billion just because of possibility of default. So I think we are going to stare at the possibility of those who are already having houses through mortgages, who are salaried, losing their houses through auctions, which is a tragedy. Okay, and Kwame, P.S. Hinga responds to your submissions. He is quite, he doesn't agree, he disputes what you're saying, and he goes ahead to quote the Constitution on the responsibility that the government has. Is there a different way of doing this? Yes. And especially at a time that, yes, you're talking about those employed in formal sector, 16 million, formal sector, 3.2 million, and those that are in the formal sector are actually feeling this burden. Is there a different way of doing it? Yes. So let's start with the fact that, look, I think we must respect the Constitution enough to understand that the Constitution was built for people and not the reverse. So the Constitution also says that we have a right to families, partners, and everything else. It doesn't mean that government has a bureau or a fund for us to form families, right? I mean that as a joke, but I say if we start to debate the way we are debating, we can get to but there is. The view for me is this. I think P.S. Hinga makes an eloquent case for the fact that there are poor people or people who are disadvantaged, who are not sitting here, who need to be helped. The weak case is that we need to do it through a fund and have you people manage it, and we don't trust you. So if government wanted to, and simply say, look, it's okay. Simply say, in the same way that we have the same tax finance bill that we're discussing, saying that anybody who wants 500,000 shillings and above will have 1,000 shillings, we have the National Housing Corporation, whose work is exactly this. Simply make this simple. Rules of taxation require that they be simple and direct. Simply add an additional 1 percentage point and fill P.S. Hinga's pot and use it to fund the National Housing Corporation. And we'll be honest with each other and account for those as a way of it. There's an obsession in this new Kenya Kwanza government with funds and forming funds here and there and earmarks on the budgets and everything else. So I think if you did that, it's a simple way. You can simply get that money. We can debate whether you should or not, but you simply have one single. But this idea of driving a wedge between employers and their employees,
by saying on TV, it's embarrassing for a public sector worker to say we are stealing from your employers to pay you our houses. You see, we are driving ourselves in knots by saying many things. So yes, because you asked me for an alternative, an alternative exists. You simply say that we will have a specific charge, and instead of making it go to a fund, you simply push it back to the National Housing Corporation, which is already a fund by the because it's established by law, and use that money to then execute whatever housing policy we want to. But what we have here suggests to me, and all those promises that we're being told, let me finish with this. With all due respect, Honorable P.S. Hinga and Honorable Moses Kuria, the jobs you're promising will not come. Let me tell you why. According to the Kenya National Bureau of Statistics, which does better data collection than some have had people cite here, there are 14 million households in Kenya. If 14 million households have not created that burst in jobs that you have, why do these guys think that creating 250,000 in 1 year will create those jobs? You are lying to us. So that's it. There's no economics rule that tells you that if you can't create millions from 14 million, you're going to suddenly have some magic. I mean, they're telling us that they have a magic pot that they're going to start called the Housing Levy Development Fund that will do it. It's not going to do it, and I can bet any amount of money that it won't. Let's have a honest conversation here. Okay, all right. Of course, the question of